Mwanamke huyu amekuwa akiuza mboga kijijini hapa kwa miaka 10, lakini wakazi wa kijiji hawakuwahi kujua kuwa alikuwa na wake wa watoto watatu wenye nguvu kubwa sana kwenye nchi, hadi siku moja magari matatu ya kifahari yalipowasili kijijini. Ndipo wakazi wa kijiji walipojua utambulisho wa kweli wa mwanamke huyo. Mkwe wake wa kwanza alikuwa mrithi wa familia tajiri zaidi nchini. Mkwe wake wa pili alikuwa malkia wa filamu mwenye mamilioni ya mashabiki, na mkwe wake wa tatu alikuwa mkuu wa chuo kikuu cha sanaa za mapigano nambari 1 duniani. Lakini mwanamke huyu alikataa kurudi kuishi maisha ya kifahari pamoja nao. Alitaka tu kubaki kijijini akiendelea kuuza mboga. Sababu ya kufanya hivyo ni kwamba alikuwa akimsubiri mume wake ambaye aliondoka kwenda kufanya kazi miaka 30 iliyopita. Ili asimtie mume wake wasiwasi kuhusu familia, hakuwahi hata kumwambia kuwa alikuwa mjamzito muda huo. Lakini jambo ambalo hakulitarajia ni kwamba mume wake alitoweka kwa miaka 30 bila hata neno moja. Hili lilisababisha wakazi wote wa kijiji waamini kuwa mume wake alikuwa amekufa. Miaka 30 ilipita. Mwanamke huyo aliwalea wanawe watatu kwa kuuza mboga na walifanya kazi kwa bidii sana. Wote waligeuka kuwa wataalamu wakubwa katika nyanja zao. Miradi yao ya utafiti ilivutia hata serikali ya taifa. Miaka 10 iliyopita, walihamishwa kwenda kituo cha siri cha utafiti cha taifa. Kabla ya kuondoka, waliwaagiza wake zao wamtunze vizuri mama yao. Lakini hawakujua kuwa mara tu walipoondoka, mama yao ambaye bado alikuwa akimwazia mume wake, alirudi kwa siri nyumbani kusubiri kurejea kwake. Siku hiyo, mwanamke huyu alikuwa amemaliza kuuza mboga. Alipokea simu kutoka kwa kiongozi wa kijiji, akimwambia kuwa mume wake alikuwa amerudi. Alifurahi sana, na bila kujali ujio wa wake za watoto wake kumsalimia, alipanda guta lake na kuelekea nyumbani haraka. Lakini mara tu alipofungua mlango, kabla hajapata nafasi ya kumwao mumewe, alisukumwa pembeni na mwanamke mwingine, na mwanamke huyo ni mke wa mume wake aitwaye Laura. Hapo ndipo mwanamke huyo alipotambua kuwa mume wake alikuwa